Niwaambie ukweli, maskini na tajiri wote wanatumia bangi, wanatumia dawa za kulevya. Maskini anavuta sababu anataka sahau shida zake, tajiri anavuta kwa sababu anataka kujistarehesha. Sasa ziko za aina nyingi, kuna mfano wake ni kama mirungi, kama bangi, heroin, cocaine na dawa tiba zenye asili ya kulevya. Mmea wa bangi kwa kama mchicha kabisa. Tunaonyesha hivi kusudi msijue. Wenyewe hawajawahi kuona bangi, si ndio? Tena wakati wa kuja nazo hapa. Leo sijaja nayo utakuwa kulisahau. Kuna bangi kavu hii hapo kwa ajili ya kutumia sasa wana sokota wanavuta. Lakini kuna bangi nyingine siku hizi na bangi kali inaitwa skanka. Hii ni bangi ambayo nisikize kwa makini. Niwaambie, mtu anayetumia dawa za kulevya hasa heroin, hasa nini? Hana kabisa hamu na tendo la ndoa. Kabisa. Hana hamu kabisa na tendo la nini? La ndoa. Yeye anapotumia heroin anapata pleasure 10 times of orgasm. Sisi tunaelewa tunasoma logic. Yaani pale baby amkani yeye mara 10 yake. Sisi tunaelewa. Kwa hiyo hana kabisa hamu na tendo la ndoa. Pia kuna utoro mashuleni. Sasa tunatumia dawa za kulevya shuleni na uji tena. Watoto wa mitaani na yatima. Sasa kwa sababu baba na mama hawajachukua tahadhari, wanafanya ngono zenu, tutapata watoto yatima na vitu kama hivyo. Kwa sababu madhara yako mengi sana. Kuna vijana wengi wanaharibika bado wakiwa shuleni. Wengine wakienda vyuo vikuu wanaharibika. Kwa hiyo lakini kwa sababu tunapata elimu hii, ukienda katika chuo kikuu kuzuzui. Issue kubwa ni kwamba unapotumia dawa hiyo, mwisho wa siku inakufanya kuwa mraibu, uwezo kuishi bila hiyo dawa na inaharibu ubongo taratibu. Kwa hiyo unakuwa unafanya kazi kwa mwanzoni, unakuwa na nguvu na fresh. Baadaye inakufanya kuwa chizi kabisa. Nikupe mfano. Kuna mzee mmoja huko Geita, alikuwa mtoto wake anavuta bangi na analima kwa siku dakika moja peke yake. Analima kwa kweli. Sasa yule mtoto anavuta bangi kila siku analima. Baadaye ile bangi kazidi mwili nguvu, akawa chizi kabisa. Yule mzee akataka kulalamika. Jamani, mwanangu miaka yote analima lakini wamemwonea wivu, wamemloga. Kwa sababu hajui kama yule mtu kijana amepata shida sababu ya nini? Ya bangi. Kwenda kumpeleka miembe bila kupima, tayari ubongo umeshachemuka, hawezi kuishi kesho. Mpaka leo kumwambia baba yake, nataka baba mimi muoe mama ndio unachokifaidi. Alimwambia baba yake, nataka mimi muoe mama ndio unachofaidi. Lakini kwa mwanzo alikuwa analima sana. Kwa hiyo kikweli kabisa zile za kulevya sometimes energizer zitakusaidia kufanya kazi kwa nguvu, lakini mwisho wa siku inakusababishia unakuwa na matatizo ya afya ya akili na kuwa chizi kabisa. Tunaona ndugu zangu. Kwa hiyo uvutu kwa unajua kwamba itakusaidia kwa muda mdogo, lakini baadaye inakuletea madhara makubwa zaidi. Kwa hiyo watu wengi wajifunza dawa za kulevya wakiwa vyuoni, hasa kwa sababu ya makundi na kama. Kwa hiyo lengo kubwa la sisi kuja ni kuwafanya nyie mzichukie dawa za kulevya, mjue madhara yake. Kwa hiyo ukijifunza hivi inakusaidia pia kuwa na future nzuri. Kataa dawa za kulevya, timiza malengo yako. Kataa dawa za kulevya, zaidi sana. Baada ya kusema asanteni na kukaribisha maswali. Sasa ninawashuhudia nyie hapa kama wanafunzi, mtu akikutwa anafanya biashara kwenye maeneo ya shule au vyuo, sio adhabu yake ni kifungo kisichopungua miaka 30. Wanaume mpo? Wanaume? Wanawake? Kwa kupitia elimu hii hawa watakwenda kwa mabalozi wazuri sana na hatimaye tutakuwa na taifa lenye vijana wazalendo na wenye uweledi na kulipenda taifa lao. Naitwa Mwalimu Grayson Masoko, ni mlezi wa klabu ya TAKUKURU chuo cha VETA Mpanda. Kwa vijana wenzangu ambao tumepata mafunzo na kwa wakufunzi ambao wametupea mafunzo, waendelee kutupa mafunzo kwa kila baada ya muda fulani, kwa sababu vijana ndio nguvu kubwa ya taifa, ambayo tukiendelea kupata ya mafunzo kila baada ya muda fulani tutajua na kutambua madhara ya kutumia madawa ya kulevya. Tunashukuru sana mamlaka izidi kuwafundisha vijana wengine, maana inasaidia kuliko zile elimu ambazo tunapewa tu na wazazi kwamba mwanangu usitumie dawa za kulevya, zina madhara, lakini madhara yale uyaoni. Kwa hiyo ni rahisi kufanywa dhuluma ukifika huko mbele, lakini tumeona kwa vitendo, kwa hiyo tumejifunza. Asanteni sana. Cha kuwashauri zaidi hapo vijana ambao wameshaingia na ambao hawajaingia ni kupata semina zaidi na kuhudhuria semina kama hizi ili waweze kujifunza madhara
madhara yake ni yapi na wanaondokanaje vipi na hayo madhara ambayo wananili. Kwa ushirikiano uliojengeka kati ya TAKUKURU lakini na wapinga madawa ya kulevya kimeendelea kuleta chachu kubwa sana, kwani tunaamini miaka ijayo nchi yetu itakuwa imepunguza kwa kiasi kikubwa madawa ya kulevya endapo ushirikiano utaendelea kuwepo. Kwa tunaomba sana serikali endelee kuipa nguvu TAKUKURU, lakini pia idara hii ya madawa ya kulevya endelee kupata nguvu za kutosha ili nchi yetu endelee kuwa salama kwa kizazi cha sasa na kile ambacho kinakuja mbele yetu.